Kama upo kwenye darasa langu la unyonyeshaji, leo nataka kukupitisha kwenye mada zote ambazo nimewawekea kwenye darasa. Yes, naamini watu wengine mpo busy, but this video might be very helpful with you. So, unapojiunga kwenye darasa utapata link mbili. Link ya kwanza ni ya kwenye darasa la majadiliano, link ya pili ni sehemu ambao unakutana na notes. Yes, hizo notes zinakuwa kwenye Google Drive. Now, ukiangalia kwenye file litakuwa limeandikwa Lactation and Infant Care Class of 2026. Sawa? Mafaili yako tofauti tofauti, so nitakuwa nasoma moja na angalia vipengele vyake ndani. Faili la kwanza limeandikwa baada ya C-section. Ina maana kina mama ambao umejifungua kwa C-section, this is your place to learn most of the things. Ukilifungua ndani utakutana na jeraha na kovu ili ujue how to take care of your jeraha lako. Yes, na vitu ambavyo utaki kufanya. Utakuta mada ya kukandwa maji ya moto. Utakutana na mwili wako baada ya C-section, lazima uelewe mabadiliko ambayo yanatokea. Usifanye haya baada ya kujifungua, hiyo ni PDF nyingine ambayo utakutana nayo. File namba 2 ni baada ya vaginal birth. Kwa na hata wale ambao wamejifungua kwa vaginal, mtakutana na file lenu ambalo linaelezea kila kitu. Kwa unaingia unasoma vitu ambavyo nimewaelezea kuhusu vaginal birth. Kuelewa the changes, nini kinaendelea kwenye mwili wako baada ya vaginal birth, vitu ambavyo unatakiwa kufanya na vitu ambavyo hutakiwi kufanya kama umejifungua kwa kupush. Okay? Sasa, faili la 3 ni changamoto na magonjwa ya watoto. Hili faili lina mambo mengi sana. Cha kwanza, ajali ya watoto, degedege, manjano, infections kwa watoto, korodani za watoto, ili muelewe vizuri. Kwa wale ambao mnakuwa na watoto wa kiume, kuna fakta moja ya muhimu sana, sijui kama hospitali wanawaambia, lakini kuna watoto ambao unakuta korodani zao hazijashuka. Kwa sasa lazima ujue kuwa mtoto wako ili uweze kumsaidia mapema, kwa sababu the earlier the better. Hicho ni kitu pia ambacho tumekizungumzia. Kutapika kwa mtoto, kutema maziwa, kutapika na kutema maziwa ni vitu very tofauti. Kwikwi kwa mtoto, mafua, maumivu ya tumbo, colic, pneumonia, surua, upungufu wa damu, vifo vya ghafla vya watoto. Kwa hiyo ni mada moja. Ina maana hilo ni file moja la changamoto na magonjwa ya watoto. Okay? Nyingine ni changamoto za unyonyeshaji. Chuchu bapa, kuna watu unakuta na chuchu bapa. Hii ni sehemu yenu. Chuchu kuchubuka, vidonda, mtoto kukaa vibaya, maelezo yake. Chuchu nene, engorgement, kuvimba kwa matiti. Hiyo pia ni mada ambayo tumeizungumzia. Mila na desturi zinavyoathiri unyonyeshaji ni mada ambayo pia utaipata kwenye changamoto za unyonyeshaji. Faili linalofuata ni child care. Child care, kwenye child care utapata vitu vifuatavyo. Baada ya chanjo, how do you take care of your child anapoenda kwenye chanjo? Yes, kuna watu naonaga huku mnaambiana tumpe dawa before, tumpe sijui nini, tumweke barafu, but is that what you are supposed to do really? So kwenye hili darasa ndo kwenye hilo file la child care, hiyo ni mada ya kwanza ambayo utakutana nayo. Choo cha mtoto, kuna watu naonaga sijui mwanangu mimi hajajisaidia, ni muda gani hivyo. Choo cha mtoto kiko 1 2 3. Je, ni kipi ni normal, nini unatakiwa ufanye? Umeelewa? Hivyo vitu vyote vimeelezewa. Diaper rash, kuna watoto ambao wanapata vipere kwa sababu ya diapers, pia ni mada ambayo tumeongelea. First aid kit za watoto, joto la mtoto na kushusha homa, kubemenda mtoto, hiyo ni mada pia ambayo tumeongelea. Kuchelewa kupata choo, hiyo ni mada ambayo pia nimeongelea. Kumwogesha mtoto mchanga, madhara ya kumrusha mtoto. Kuna watu mnawarusha watoto, mnasema mnataka sio waondoe uoga, sasa sijui mnataka mwapeleke vitani. I don't understand you guys. Lakini anyways, madhara ya maji ya kunywa kwa watoto chini ya miezi 6, matendo ya kikatili kwa watoto. Kuna vitu ambavyo wazazi tunavifanya, unaweza usijue kama unamfanyia mtoto wako ukatili. Kwa mfano kwenye hili file ukifungua utakutana na issue ya meno ya plastiki. Limeelezewa vizuri. Kuna watu mnawafanyia watoto vitu vibaya sana kwa sababu ya hiyo mambo ya meno ya plastiki. Don't do that. Educate yourself. Matendo ya kikatili ndio hiyo hapo. Matumizi ya AC na feni kwa watoto. Kuna watoto mpaka wanachemka. Amwekee AC, amwekee feni. Je, ni vina madhara? Unatakiwa ufanyeje? AC iwe ngapi? Mtoto imwangalie vipi? Yuko kwenye position gani na hiyo AC? That is something you are going to learn kwenye hili file. Mazoezi ya kumtoa gesi mtoto, hii ni video kabisa utaikuta huku. Nipo confusion, kuna wale watoto ambao labda umeintroduce chupa mapema, hataki tena kunyonya titi lako, anataka tu chupa.
hiki ndio kitu ambacho ninaongeaga sana na wamama. Consultations nyingi zinahusu na hii changamoto. Hii changamoto inakuwa soft kwa mama ambaye ameelewa na amepata msaada wa mtaalamu. So kama you are looking at me na una hii changamoto, unaweza kanitafuta tukafanya consultation and see how we go about the issue. Huku pia kwenye childcare kuna pot training, kuna siku 1000, kuna tummy time, umuhimu wa kufanya massage za unyayo kwa watoto, utunzaji wa kitovu kwa watoto aliyezaliwa. Yes, okay. Saya, file lingine, chupa za watoto. Mnajua chupa za watoto ziko tofauti tofauti. Lazima ujue unapochagua chupa ya mtoto unaangalia vitu gani. Kwa hapa ndo nimeelezea. Chupa za watoto, kumfundisha mtoto chupa, kusafisha vyombo vya maziwa ya mtoto viko kwenye hii file za chupa za watoto. Okay. Kukamua na kuhifadhi maziwa, hii ni mada kubwa sana, yani ziko nyingi. Kuanzia kuelewa breast pumps, empty pumping, kukamua na kuhifadhi, vitu vya kuzingatia, kuongeza uzalishaji wa maziwa, kupima chuchu, kutunza maziwa kwenye mgao wa umeme, mwongozo mpya wa maziwa ya mama, pace board of feeding, power pumping. Hivi ni vitu ambavyo pia utavikuta kwenye hili file. File lingine, hatua za ukuaji wa watoto. Kama tunavyojua watoto wanatofautiana kwenye ukuaji wao. Sasa nimeelezea vizuri sana hatua na maendeleo ya watoto. Mtoto anacheka lini? Ana smile lini? Ana sweat, anaanza kulia, machozi yanatoka lini? Wenye watoto wachanga mtaangalia wachanga kabisa, akilia machozi hayatoki. Je, machozi yanaanza kutoka lini? Vitu vyote hivi nakuwa nimefundisha huko. Pia kunyonyesha mapacha, kumwachisha mtoto kunyonya, hayo ni mafile. Kurudi kazini, hilo ni file, ndani lina maelezo. Mabadiliko ya mama baada ya kujifungua, maelezo. Maswali na majibu, kuna yale maswali ambayo yanaulizwa mara kwa mara, mama huwa anayauliza, nimewekea humo. Maziwa ya mama uyaelewe vizuri, all the facts hapo. Mazoezi baada ya kujifungua, postpartum exercise yapo pia, na vitu ambavyo unatakiwa kuzingatia kabla hujaanza mazoezi. Ulaji wa mama, chakula, ratiba ya chakula, hivyo. Ulalaji wa mtoto, watoto wanaosumbua kulala, unakuta mwingine hataki kulala kwenye kitanda chake, mbinu tofauti tofauti. All that well explained. Kuna file lingine la unyonyeshaji, linaeleza vitu vingi sana, na kuna file la uzazi wa mpango. So, hili ni darasa ambalo mama anaweza akaingia anytime, muda wowote ambao unahitaji. Kuanzia wiki ya 34 kama wewe ni mjamzito unaweza kaingia mapema uanze kujifunza. Kwa ambao tayari na watoto unaweza kaingia anytime. Sawa? Yes. Kwa wale ambao tayari uko kwenye darasa, nimeona niziseme hizi mada ili kufanyie pia wewe urahisi kujua ni vitu gani vipo kwenye hizi mada. Of course sijataja zote, lakini kama umeshapata ile link ya pili, ina maana una access na hizi notes zote. Are we together? Yes. Na mnaotaka kujiunga, don't worry. Naweka namba hapo, nitafute. Njoo lipia, ingia darasani.